nimekuja hapa kuwaambia tayari serikali ya Kenya tumetafuta pesa shilingi bilioni 1.5 ya kutengeneza hiyo barabara mpaka ifike kule Kenya. Na program ya kandarasi tayari tumetangaza kwa magazeti kufikia Januari. Mimi nitafika hapa tena. Kufikia Januari tutakuja kuanzisha hiyo barabara kwa sababu tumesema hii Makueni kwa mambo ya maendeleo. Wakati tunajenga Kenya, hatutaki Makueni ibaki nyuma. Hatutaki Kilome ibaki nyuma. Na mimi nataka niwaambie watu wa Makueni mnisikize kwa makini. Hii Makueni imebaki nyuma siku nyingi. Lakini mimi nimesema kwa vyovyote, juu chini kulia na kushoto mbele na nyuma, hii Makueni haitabaki nyuma tena. Sikizeni my friends. Leo mnanielewa? Hata kama ni kwa lazima, mimi sitaki mbaki nyuma tena. Na mimi niliwaambia ya kwamba mimi siwachane na nyinyi. Ni mnanielewa? Hata mkinipatia kuna kidogo mimi nakuja hapa. Ama namna gani? Tuko pamoja? Lakini sikizeni my friends. Kwa mapenzi ya Mungu na ile kura kidogo mlinipatia, sisi ni rais wa Kenya. Mimi nawahakikishia hii Ukambani haitabaki nyuma tena. Na nataka tena msikie vizuri. Sio ya kwamba haitabaki nyuma peke yake wakati huu. Hata hiyo wakati ingine serikali haiwezi kuundwa. Mimi siwezi kuunda serikali inayofuata bila ya watu wa Ukambani. Mimi niko tayari ama niko tayari? Niko tayari ama niko tayari? Mnataka kukaa kuendelea kukaa kwa upinzani ama mnasema tuende serikali? Mko tayari tuende serikali pamoja? Mko tayari ama mko tayari? Mimi nimewakujia watu wa Ukambani, msikize vizuri. Hii Ukambani imechelewa kwa upinzani siku mingi. Na ndio mimi nimekuja hapa kuwaeleza mapema mchana. Niwaambie kwamba tukienda mbele, mimi sitakubali Ukambani tena ikae upinzani. Sitakubali tena mambo ya Ukambani ibaki nyuma kwa mambo ya maendeleo. Tunaelewana na tuelewane my friends. Niko maneno manne ambayo nimekujia hapa leo. Mimi nimekuja hapa maneno ya barabara. Sina hiyo. Mbali na hii barabara ambayo nimewaambia na hii daraja yenu, pia naenda kuanzisha barabara kutoka kule Emali ambayo inakuja Matiliku, baadaye itafika mpaka Ukia na iungane mpaka ifika hapa Jambeke. Mnasikia? Pia mimi ninataka kuwatangazia watu wa Makueni. Ile barabara ilikwama karibu miaka 7. Ile barabara ilikuwa inatoka huko Kikima, huko juu, inaenda mpaka Ndanduku. Hiyo barabara ya Ndanduku sasa tumepata pesa ya kutosha, tutaisukuma mpaka ifike Itangini karibu kilomita 54. Ninyi mnanielewa? Makueni hoye! Makueni hoye! Na hizo barabara zingine zote mimi nimekubaliana na viongozi wenu ya kwamba hizo barabara lazima tutengeneze, ili wakati tunajenga barabara Kenya, pia lazima tujenge barabara hapa Makueni, ili Makueni iwe sambamba na Kenya ingine katika mambo ya maendeleo. Tunaelewana? Jambo la pili, mimi nimefika hapa kwa sababu ya title deed. Wananchi wengi hapa Kilome, wananchi wengi sehemu hii ya South Eastern hawana hati miliki ya mashamba yao. Na ndio sababu hiyo leo nimefika hapa, kwa sababu mliniuliza ya kwamba mnataka title deed ya mashamba yenu. Na leo hapa tuko na title deeds 2140 ya wananchi wa hapa, mtaenda nazo nyumbani leo. Kilome hoye! Kilome hoye! Mliniambia maneno ya tatu, mkaniambia ya kwamba bado manyumba yenu mingi haina stima. Kweli ama si kweli? Bado kuna wananchi wengi wanaishi kwa giza hapa Kilome na hapa Kilome. Sina hiyo? Sasa sikizeni my friends. Serikali ya Kenya tumetafuta pesa shilingi bilioni 1.9, almost 2 billion shillings ya watu wa Makueni County. Na tunataka kuunganisha nyumba 18,000 mpya between now and June next year. Kati ya sasa na mwezi wa 6 mwaka ujao tunataka kuunganisha wananchi wa Makueni
18,000 kwa mambo ya stima, ndio tuweze kulete mwangaza sehemu hii. Ama mnatakaje watu wa Ukambani? Tulete mwangaza, tuondoe giza, tuunganishe stima, ndio shetani ahame. Si mnajua shetani anapenda mahali iko giza. Kwa hivyo tuwagishe taa, tulete stima, ndio shetani awaje kutusumbua. Ama mnasemaje watu wa Kilome? Tuendelee namna hiyo? Mnasema tuendelee namna hiyo? Ile ya stima tuendelee nayo? Jambo la ine nimekujia hapa. Tulikubaliana na nyinyi wakati tunapanga mambo ya housing Kenya. Lazima tupange mambo ya housing ya Makueni. Wakati tunapanga masoko, lazima tupange soko ya Makueni. Lazima tunapanga hostels, lazima tupange hostels ya Makueni. Mnanisikia? Mimi nataka tuwatangazie waziri wangu Alice Wahome yuko hapa, waziri wa ujenzi na mambo ya soko na mambo ya housing. Tumepatia pesa shilingi bilioni 11 Makueni County. Tumewajengea nyumba 3,000 ya kwanza. Nyumba 3,000 ya kwanza inaendelea. Mimi naenda kuzianzisha kule Makueni, kule Rote siku ya leo. Na tuko nazo sehemu mbalimbali. Soko, tunajenga soko 10 mpya hapa Makueni. Soko ya hapa kwenu ya Kasikelu, mimi najua ya kwamba tayari tuko na contractor, tutawaletea ajenge soko hapa na tutawapatia milioni 70 ya kujenga soko hapa Kasikelu. Inaendelea hapa, inaendelea. Soko ya Kasikelu mnaona? Mnaiona? Iko hapa. Soko inaendelea inaendelea. Soko kama hiyo iko hapa Kasikelu. Soko ingine tunajenga pale Chambeke. Soko 10 mpya na tumewapatia shilingi milioni 900 ya kujenga soko mpya hapa Makueni County. Mimi nataka kuuliza watu wa Makueni, kuna serikali nyingine imejenga soko 10 hapa Makueni? Kuna serikali nyingine imejenga soko 10? Hakuna. Tunaelewana na tuelewani? Mnasema tuendelee na kazi ama watu mnataka watuletee na kabila? Tuendelee na kazi. Tujenge masoko, affordable housing, tujenge mambo ya hostel, technical training college yenu ya hapa Kilome. Tayari tumetoa pesa 145 million ya kujenga hostels ya vijana wa technical training college yetu hapa Kilome. Na tunajenga hostels ya vijana 2,500 hapa Makueni County. Kwa sababu tunataka vijana wa hapa, kama ni wa university, kama ni wa technical training college, kama ni wa KMTC, waweze kupata mahali pazuri pa kuishi. Ndio tuhakikishe ya kwamba wakati tunasomesha watoto wa Kenya, pia watoto wa Makueni wako katikati yao. Makueni hoye! Makueni hoye! Tunaelewana? Na that is why mimi nasimama mbele yenu without fear of any contradiction that we are committing 11 billion shillings to construct affordable housing, to do markets, to do hostels in Makueni County, the first ever done by any administration in independent Kenya, because we want Makueni to be part of the development of our nation. Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja Makueni? Nataka tuendelee. Jambo la mwisho mimi nataka niwaeleze. Tunakubaliana na mimi niliwaahidi wakati nilisimama hapa Kasikelu. Mimi niliwaambia tutabadilisha mfumo wa afya. Hatutaki mfumo ya afya ambayo inawabagua wananchi wa chini. Ati ile mambo ya NHIF ilikuwa ya watu wako na kazi, watu wako na utajiri, watu wako na pesa. Mimi nikauliza, na wale hawana kazi, na wale hawana utajiri, na wale hawana pesa, watatibiwa kwa njia gani? Na ndio sababu hiyo mimi nawashukuru hawa bunge. Tumeenda bunge, tumebadilisha mfumo ya afya na tumesema kila mwananchi wa Kenya, kwa sababu katiba ya Kenya inasema kila mwananchi inalazimu serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba kuna afya ambayo ni ya hali ya juu kwa kila Mkenya, bila ya kubagua kama ako na pesa ama hana pesa, kama ako na kazi ama hana kazi, kama ako na uwezo ama hana uwezo. Ndio mimi nawauliza watu wa Makueni, na wapongeza kwanza
wananchi wa Makueni 1494 tayari wamejiandikisha kwa SHA. Chipigeni makofi. Mimi nataka nishukuru hawa CHPs. Mimi nimeona CHPs mahali. Tuko na hawa community health promoters watu 1,300. Hawa CHPs ndio wanatusaidia kwa sababu tumesema afya ianze kwa kila kijiji. Ndio tujue mama fulani, mzee fulani, kijana fulani hali yake ya afya iko namna gani. Serikali ya Kenya kupitia kwa serikali kuu tunawalipa pesa kiasi kidogo. County government ya hapa Makueni inawalipa kiasi kingine. Na tumetoa mwongozo ya kwamba hii Makueni County katika ile program ya kuhakikisha kwamba tuko na vifaa ama equipment ya kuhakikisha kwamba hospitali yenu iko na MRI, iko na ultrasound, iko na x-ray, iko na equipment ya laboratory. Tumeweka mpango ya shilingi bilioni 3.5 ya Makueni County na equipment ya hospitali za Makueni County. Makueni hoye! Makueni hoye! Mimi nataka niwaulize nyinyi watu hapa Kilome na Makueni. Tayari mmejiandikisha kwa SHA ama mnangojea? Mmejiandikisha? Hebu wale wamejiandikisha? Nyinyi ni watu wazuri sana. Kumbe nyinyi ni wale wanasoma barua ikiwa ndani ya bahasha. Mko chonjo. Mimi nasema pongezi. Yule mtu ambaye hajajiandikisha ndiye anatuletea hasara. Unajua kwa njia gani? Mtu kama hajajiandikisha anatunyima data, kwa sababu tukijua wananchi ni wangapi ambao wamejiandikisha, ndio tutapanga madawa, ndio tutapanga madaktari, ndio tutapanga equipment ya kutosha, ndio tujue ya kwamba ni nini inahitajika kwa mambo ya afya ya kila mwananchi. Na mimi nataka mnisikize kwa makini. Tumetoa pesa ya serikali. Sasa wewe mwananchi, ukienda kwa hospitali, kama ni hospitali ya serikali, kama ni hospitali ya county, kama ni hospitali ya mission, kama ni hospitali ya private, wewe ukienda pale, bora umejiandikisha kwa SHA, wewe utatibiwa ile inaitwa outpatient na utaenda nyumbani bila ya kulipia pesa yoyote. Mnanisikia? Wacha nirudie ndio msikie vizuri. Nimesema hivi, watu wa Makueni hoye! Msikie vizuri. Ile maneno ya zamani ya kulipisha wananchi mambo ya hospitali tumesema ikome, kwa sababu hakuna mwananchi anaandika barua akuwa mgonjwa. Hakuna mwananchi anapanga kuwa mgonjwa. Ugonjwa ni bahati mbaya, ni kweli ama si kweli? Na tumesema tuko na mfumo sasa na mpango ya serikali ya kuhakikisha kila mwananchi aende hospitali, atibiwe, aende nyumbani bila ya kulizwa pesa, kwa sababu serikali ya Kenya italipia gharama ya hospitali ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Kama mmesikia? Vijana mmesikia? Tuendelee ama tuendelee? Sina hiyo. Mimi ninasema ya kwamba sitaki kusikia tena ati mtu ameuza shamba yake ama ameuza ng'ombe yake ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Bili ya hospitali itashughulikiwa na serikali ya Kenya kupitia kwa bima ya wananchi wote. Tumeelewana jamani? Makueni hoye! Makueni hoye! Nasema tuendelee na kazi ama nataka tuendelee na fitina? Kazi endelee. Nasema tuendelee na kazi. Tupange mambo yetu ya afya. Tupange mambo yetu ya barabara. Tuunganishe stima. Tufanye affordable housing. Tujenge masoko. Tujenge hostels ya vijana wetu. Tupange ajira ya vijana. Makueni hoye! Kuna wengine wanasema wanataka kutuletea ukabila na migawanyiko na kisirani. Mimi nauliza nyinyi hapa Makueni, wanataka twende kwa ukabila? Wale majamaa wengine ni watu akili yao inaanzia kwa ukabila, inapitia kwa chuki, inakwenda kwa shares, inaishia hapo kwa mambo ya ukabila. Nyinyi mnataka tuendelee na hiyo barabara? Mimi nauliza tuendelee na hiyo barabara? Na unajua wale wanajaribu kushindana na mimi. Lakini mimi nataka niwaulize watu hapa Makueni.
Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Makueni, viongozi wenu, si ndio mnachagua MCA? Si ndio mnachagua mbunge na seneta na gavana? Si ndio mnachagua rais? Mtu anachaguliwa kwa ile kazi amefanya ama anachaguliwa kwa sura yake? Mtu anachaguliwa kwa namna gani? Kwa sura ama kwa kazi? Kwa sura ama kwa kazi? Kwa fitina ama kwa kazi? Kwa chuki ama kwa kazi? Kwa ukabila ama kwa kazi? Si kila kiongozi anachaguliwa kwa kazi? Sasa kama mtu asubuhi ukabila, jioni chuki, jioni mwingine shares, sijui, sijui. Hiyo watu tutawazalisha asubuhi ama tutawangojea? Asubuhi na nini? Asubuhi na nini? Asubuhi na nini? Si asubuhi na mapema? Ama mnasemaje ndugu zangu? Tuko pamoja? Kwa sababu wale majamaa hawana mpango. Hawawezi kutuambia mambo ya barabara. Wakikuja hapa, mimi nataka mwasikize kwa makini. Hawasemi barabara kwa sababu hawajui. Hawasemi lami kwa sababu hawajui. Hawasemi daraja kwa sababu hawajui. Hawasemi stima kwa sababu hawana mpango. Hawasemi ajira hawa vijana because they have no plan. Sasa mimi nataka niwaulize, mtu ambaye mpango hana, sera hana, agenda hana, akili hana, unawaje kuchagua? Wajenge bwana, tusiharibu nchi yetu na watu ambao wako bure. Makueni hoye! Makueni hoye! So Makueni mnasema tuendelee ama mnataka turudi? Kwa hiyo Makueni mnasema? Ati Makueni mnasema? Ati Kilome mnasema? Ati Kilome mnasema? Na Makueni mnasemaje? Haya basi tuendelee na kazi. Sio? Sasa tuendelee na kazi. Basi, mimi sitaki sana uzidi hapo. Niko na viongozi wenzangu wengi hapa. Nataka niwapatie dakika moja waseme